Bila shaka, mahusiano kati ya ndovu na nyoka, hasa aina za nyoka zenye sumu au wakubwa kama chatu, ni ya tahadhari kubwa na mara nyingi huambatana na hali ya wasiwasi. Hivi ndivyo ndovu wanavyoweza kugusana na nyoka porini. 1. Kutetemeka kwa woga na tahadhari. Hofu ya sumu. Licha ya ukubwa wao, ndovu wanaogopa sana nyoka, hasa wale wenye sumu kali kama fira, black mamba au cobra. Sababu ni kwamba nyoka hawa wanaweza kuuma sehemu nyeti sana ya ndovu kama vile shina, mkonga, ambayo ina mishipa mingi na ni muhimu kwao. Mtikiso wa miguu. Ikiwa ndovu atakanyaga au kukaribia nyoka ghafla, anaweza kuruka nyuma au kutoa mlio mkali wa onyo. Huwa wanatetemeka na kunyanyua miguu yao kwa wasiwasi. 3. Kutumia shina kwa kuchunguza, kutafuta na kusikiliza. Kwa kuwa nyoka hutambaa chini na kujificha kwenye majani au nyasi ndefu, ndovu hutumia masikio yao makubwa kusikiliza miondoko ya chini. Kusogeza vitu. Ndovu huchunguza eneo lenye hatari kwa kutumia ncha ya shina yao kwa uangalifu sana kwanza kabla ya kukanyaga. Wakiona kitu kama nyoka, wanaweza kukitumia shina kukiinua au kukirusha mbali bila kukikaribia kabisa. Kumbuka, huwa hawataki kuhatarisha shina lao. 4. Majibu ya kundi kwa nyoka wakubwa, chatu, python. Kulinda mtoto. Ndovu huonyesha ulinzi mkali sana. Ikiwa nyoka mkubwa kama chatu atamvamia mdama mdogo, kundi lote litaingilia kati kwa haraka na kwa ukali sana. Mashambulizi ya kukanyaga. Kama njia ya kujikinga, ndovu huweza kutumia miguu yao mikubwa kumpiga na kumponda nyoka huyo. Mguu mmoja tu wa ndovu unaweza kumaliza uhai wa nyoka yoyote kwa urahisi sana. Hii ni njia yao ya kumwondoa adui hatari, hasa anapotishia wanyama wadogo. Kwa kifupi, ndovu humchukulia nyoka kama hatari, si kama mlo. Wanaogopa sumu, hasa ikiwa itagonga sehemu nyeti kama mkonga. Mwitikio wao wa kwanza ni tahadhari na kuepuka. Lakini ikiwa kundi lao, hasa ndama, wako hatarini, wataingilia kati kwa nguvu ya kikatili ya kukanyaga na kummaliza nyoka huyo.